Naam, karibu tena mtazamaji. Nyufa zimepenyeza katikati ya mchakato wa BBI baada ya baadhi ya wanakamati ya upatanisho kujitokeza na kudai kwamba baadhi ya mapendekezo yalipitishwa kwa mlango wa nyuma. Meja mstaafu John Seii anasema wanakamati hawakupewa muda kupitia ripoti ya mwisho kujua kilichokuwemo kabla ya kutia sahihi. Nicholas Wambua anaarifu kwa kina. Mwenyekiti wa Baraza la Amani la Uasin Gishu ambaye pia ni mwanakamati wa kamati ya upatanisho iliyounda ripoti ya BBI, Meja mstaafu John Seii ameitilia shaka ripoti ya BBI iliyozinduliwa katika ukumbi wa Bomas, akidai baadhi ya mapendekezo kwenye ripoti hiyo hawakuyajadili na kwamba waliharakishwa kutia sahihi pasi kuisoma na kuidhinisha. So it took us by surprise when the question of constituencies was brought up and was sort of confirmed by those who went to Naivasha. Seii anasema mpango wa kuongeza idadi ya wabunge hadi 360 na maseneta 94 haujawahi kuwasilishwa mbele ya kamati hiyo, huku akidokeza uwepo wa mabadiliko ambayo hayakuidhinishwa kati ya BBI ya kwanza na BBI hii ya pili. It was a bombshell to all of us, not even to some of us, all of us, because we never discussed anything that adds weight in terms of the financial load on what is existing right now. We said no. Hatutakubali muziko ingine iongezwe. Kwamba tofauti zipo katika mchakato wa BBI. Kwa mujibu wa Seii, tofauti hizo huenda zimesababishwa na mwingilio wa siasa. We never even expected that there would be a constitutional matter where people will say yes or no. We wanted something called consensus. Huku hayo yakijiri, baadhi ya viongozi kutoka jamii ya wafugaji wakiongozwa na kiongozi wa walio wengi bungeni Samuel Pogisho wameunga mkono ripoti ya BBI. We are not in competition with pastoralists, other pastoralists who have